Hello everyone. Sasa leo nazungumza na yule ambaye hana wazo la biashara, anapataje wazo la biashara na anataka kufanya biashara. Sasa nitakupa hatua chache ambazo zitakuwezesha wewe kupata wazo la biashara. Namba moja, Mungu amekupa kipaji gani? Yani una kipaji gani na hobi yako ni nini? Unapenda nini? Unapenda kuchora? Unapenda kucheza ama unapenda nini? Je, unaweza kubadilisha hobi yako kuwa biashara yako? Okay, ngoja nielezee vizuri kidogo. Kwa mfano, kuna watu wana talent, yani kuna mtu ana kipaji cha kuongea, kuandika hadithi. Sasa hivi tunaweza kuona ndani ya mitandao ya kijamii, mtu anaandika stories na zinampa matokeo makubwa, watu wanamfollow na kesho anafanya kitu kingine zaidi. So kama unaweza kubadilisha hobi yako ama talanta ambayo umepewa na Mwenyezi Mungu, kaibadilisha kuwa wazo la biashara, utakuwa umetisha sana. Lakini namba mbili, kama wewe ni mwajiriwa na unataka kutengeneza side business, umeajiriwa katika sekta ipi? Je, hapo ulipoajiriwa unaweza kutengeneza biashara ambayo haikuhitaji wewe kwenda kuisimamia? Sijui tuko vizuri. Kwa mfano, wewe umeajiriwa katika taasisi A, labda tuseme umeajiriwa benki, na watu kila siku wanakuja kuomba mikopo lakini hawajui wafanye nini. Je, unaweza kufungua mtandao wa kijamii kama Instagram au TikTok, wewe kila siku unazungumzia matatizo yale. Je, unapokuja kuomba mkopo benki, unajua lazima uje hiki na hiki na hiki, uje na hiki na hiki na hiki na hiki. Through that process kuna namna ambavyo through that process utakuwa umejitengenezea side business, kwa sababu kuna mtu atakuomba consultation. Tuko vizuri. So anapokuomba consultation, tayari unajua kabisa this is my side business. Ama wewe ni mwanasheria na unapokuwa unaanza kufanya kitu, lazima siku zote uhakikishe usitizame maslahi, yani usitamani kupata pesa haraka. Kama wewe ni mwanasheria na unajua kabisa matatizo ya kila siku ni yapi, watu wanaachana, mirathi nini, tengeneza ukurasa wa Instagram ama tengeneza TikTok ama any social media. Kila siku tuambie, hivi unajua unapotaka kuachana mwenzako unataka kufanya hivi na hivi na hivi, hivi na hivi na hivi na hivi. Through that process utajikuta watu wanaanza kuengage, kwa sababu unagusa matatizo ya kila siku yanayogusa hisia. Tafuta kitu ambacho kitamgusa mtu moja kwa moja, mambo kama hayo, mirathi, uchumba sugu, wafanyeje, umeishi na friend. So unapokuwa unaandika kwenye zile social platforms, kwa njia moja ama nyingine inakuja kuwa biashara yako, kwa sababu mtu atakupigia simu, nataka consultation, nataka unisaidie hivi. So kwa njia hiyo unatengeneza pesa. Bado niko kwenye wazo la biashara na niko na wewe. Najua kuna yule ambaye biashara yako ni inakupa stress, unapambana nayo. Huna haja ya kuendelea na hiyo biashara, achana nayo, anza moja, anza na mimi sasa. Utafute biashara ambayo haitokupa stress sana, yani unachanganyikiwa tu. Kila saa ni stress. Achana na hiyo biashara, twende na mimi sasa niende kukupa mawazo mengine ya biashara. Wazo lingine ambalo ni rahisi sana. Hapo unapoishi wewe ama ulipo wewe, kuna tatizo gani? Je, unaweza kugeuza hilo tatizo kwa biashara? Kwa mfano, unataka kuoffer solution. Kwa mimi bidhaa zangu nyingi zinatatua tatizo A. Unaweza ukawa uko kwako nyumbani ama uko ofisini, sehemu yoyote, maisha yote ya kila siku. Ni kitu kipi ambacho kinakwaza sana? Ni kitu kipi ambacho unaona ni kitu kinanikera sana? Je, unaweza kubadilisha zile kero kwa biashara yako? Yaani kupata idea ya biashara kwamba kama nikileta hiki kitu kinaweza kikasolve tatizo hili. Ili biashara itoke vizuri, lazima siku zote utatue changamoto yani ili uweze kutoboa haraka, ni lazima kila biashara unayotaka kuifanya iwe inatatua kitu fulani. Kwa njia hiyo ni rahisi sana kufanikiwa haraka sana. Lakini namba tatu, mimi nilipataje wazo la kitu ambacho nakifanya? Tuna social media wote, tuna Instagram, lakini unajikuta wewe unajilimit. Unafollow watu tu wa Tanzania. Yaani unafollow watu ambao yani labda stories za umbea, sijui nini. Kama unataka wazo la biashara, toka nenda kafollow mitandao ya Kenya, kampuni za Kenya, TikTokers wa Kenya, Uganda, Nairobi, Marekani, wapi. Yaani hakikisha page, kwa sababu kumfollow mtu haikupunguzi chochote. The more unavyofollow wale watu, the more utakuwa unaona different ideas kutoka kwao. Kwamba kumbe Kenya kuna kitu fulani na sisi Tanzania hatuna. Kwa hiyo utajikuta kuna kitu utakipata idea ambayo sisi hatuna. Umeiona Rwanda, umeiona Uganda, kila nchi ina utamaduni wake na ina kitu ambacho kinaitambulisha hiyo nchi. Je, unaweza kwa mfano kama Nigeria kuna mavazi, kuna vitu vingi, follow zile page. So ukisha follow zile page nyingi za mataifa mbalimbali, utajikuta umepata wazo rahisi sana la biashara. Pia hata TikTok kuna Chinese, watu wengi Chinese wameanzisha system ya kupost TikTok. Do you want this $1, $2, $3? Ingia kwenye zile page kila siku, yani hakikisha umekaa kwenye zile page, pitia mara kwa mara. Kule pia utapata wazo la biashara. Tuko vizuri. Lakini pia sasa hivi tumerahisishiwa na mambo ya mitandao, search engines kama ChatGPT. Ukidownload hiyo, ukamuuliza nataka wazo la biashara, atakuletea wazo la biashara. Ama ukaingia kwenye mtandao kama askme.com,
bonyeza askme.com, ingia pale, lakini ili wakusaidie lazima, mfano kama askme.com, ili upate wazo la biashara, unataka sekta ipi? Construction, interior decor. Kwa ndio maana tunarudi pale mwanzo kwenye mambo ya hobby. ChatGPT yeye atakusaidia, lakini askme.com umebonyeza pale, labda unaweza kuandika what's trending in the world, ama what's the new business, ama ni kitu gani kinaendelea. So ile mitandao itakusaidia wewe kukupa wazo la biashara, na hizo ni njia rahisi sana ambazo zitakuwezesha wewe kupata wazo la biashara. Lakini hakikisha wazo lako la biashara linatatua kitu, hakikisha wazo lako la biashara linasaidia kufanikisha kitu fulani. Tuko vizuri? Lakini la kumalizia kabla sijaondoka ni kwamba kwenye maisha unapotaka kufanya kitu utakutana na a lot of motivation speakers, utanisikia mimi nazungumza na yule anazungumza. Kama hujaweka nia yako, kama hujasema nataka nifanye, trust me, hata tukwambie mara ngapi hutoweza kufanya. Namba moja, wazo la biashara inaanza na wewe. It starts within you. Unataka kufanya? Are you willingly? How committed are you? Kwa sababu hivi vitu vinahitaji mkiki. Unapokuwa umeanza kitu hulali, ni mapambano juu ya mapambano. Leo tunawatizama wana mapeji makubwa, wana nini, wali struggle. Kuhakikisha kwanza ndani ya nafsi yako, change your mentality. Mimi nataka kufanya biashara. Usifanye biashara kama sisi ambavyo wanawake wengi tunapenda. Unafungua duka, lakini duka halikupi faida. Unachukua hela kutoka kwa boyfriend, kwa mume wako, unaingiza dukani, unalipa dada, unamlipa sijui nani. Hiyo sio biashara. Pale unafanya tu kujifurahisha. Ama ni mwanano unafanya biashara, ama umefungua kitu unawapa watu bure. Dada akija anakunywa, anakula bure. Hiyo sio biashara. So lazima uhakikishe ndani yako unataka kufanya biashara. Find a reason. Tafuta sababu ya kukusukuma wewe ufanye biashara. Ni kuongeza kipato chako cha ziada. Ukishajua mambo yote kwamba mimi na sababu ninataka hiki, ninataka kile, trust me, itakuwa ni rahisi sana kupata wazo la biashara, kwa sababu sasa hivi teknolojia jinsi ilivyo, kuna mambo mengi. Kuna mtu atakwambia fungua hiki utapata 100,000 kesho. Weka hiki utapata hivi. Utavurugwa na utahisi mambo ni marahisi. Mambo sio marahisi on the ground. Lazima ujitoe, lazima upambane day one. Unapotaka kufanya biashara lazima uhakikishe wewe ndo director, content creator, wewe ndo nani. Vali ile wazo lako, kwa sababu hilo wazo lako mimi silijui, si ndio? B halijui. Wewe ndo unalijua peke yako. So kama unalijua peke yako, hakikisha unaliweka ndani, unaliweka kwenye vitendo ya kazi, unalifanyia kazi. So hizo ni njia rahisi, lakini pia tutakuja kitaalamu zaidi namna ya kupata wazo la biashara, kutumia sasa mambo ya searching mitandao nini. Hii ilikuwa ni overview kwa wewe ambaye unataka, kwa sababu kabla hujaanzia mbali, anzia hapo ulipo wewe. Na watu wengi wanasema waliofanikiwa kuanzia juu. Leo tunamwona Dangote, lakini siamini kama alianzia kule juu, alianzia hapa. Kabla huja invest a lot of money. Mara nyingi tunafeli biashara kwa sababu kisa mimi na pesa, mtoto wa tajiri, ama nimepewa na nani. Unachukua zile pesa zote unachukua kwenye biashara. No, utafeli. Anza kidogo kidogo, weka kidogo kidogo, struggle, pambana, feli, nyanyuka, feli tena, nyanyuka, feli tena. Through that process utakuwa umejifunza na utafanya vizuri. So I'll be seeing you again. Kama una swali tafadhali niulize. Mimi napenda kuulizwa sana maswali, napenda kuulizwa maswali na nitakujibu. Asante.